Huyu aliitwa Robin Hood wa Colombia. Alilisha maskini, akaidhalilisha serikali, lakini aliacha jiji likitokwa na damu na moshi. Karibu sana siku ya leo kwenye hadithi ya Simba wa Kivuli. Alimiliki miji, akaamuru vifo vya maraisi, lakini alilia akiwa peke yake. Huyu si hadithi ya kawaida, bali huyu ni onyo kwa wote wanaotaka nguvu bila mipaka. Alizaliwa kwenye familia ya kawaida, lakini ndani ya muda mfupi sana wa miaka 4 pekee, alikuwa akilipwa mabilioni kwa wiki moja tu. Alinunua ndege, mashamba na hata kujenga uwanja wa ndege binafsi. Mimi ni Sifali, nitakuwa pamoja nawe mwanzo hadi mwisho tukiangazia juu ya Simba wa Kivuli. Si mwingine bali ni Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria alizaliwa Disemba 1 mwaka 1949, maskini wa Medellin, lakini mwenye ndoto ya kutawala dunia. Kabla ya miaka 30 alikuwa bilionea wa unga. Aliendesha Cartel ya Medellin, mtandao ambao ulisambaza zaidi ya 80% ya cocaine ya dunia. Alijenga shule, alijenga hospitali, alijenga viwanja vya michezo, lakini kwa damu ya maelfu waliomkataa, wanasiasa, polisi, majaji, aliwashusha kaburini. Alisema plata o plomo, yaani fedha au risasi. Lakini mnamo mwaka 1993 bahati ilimtupa mkono. Jeshi la Colombia likisaidiwa na Marekani lilimwinda kama simba wa porini. Mnamo Disemba 2, Escobar alifyatuliwa risasi hadi kufa juu ya paa la nyumba ya maficho. Wengine wanasema alijiua, wengine wanasema alipigwa risasi kichwani. Je, alikuwa muuaji au shujaa? Mpenda haki au mpinga binadamu? Leo nyumba yake ni kivutio cha utalii, lakini historia bado inamwogopa. Huyu si mwingine bali ni Pablo Escobar, ambaye alizaliwa kwenye familia ya kawaida huko Rio Negro, Colombia. Kutoka kwa mtoto wa mwalimu wa shule ya msingi hadi kuwa bilionea wa unga, alikuwa na ndoto kubwa na moyo usiotikisika. Alianza kwa wizi wa magari, baadaye akaingia kwenye biashara ya madawa ya kulevya. Mnamo mwaka 1976 alianzisha Medellin Cartel. Kufikia miaka ya 80 alikuwa analipwa mabilioni kwa wiki tu. Akanunua ndege, mashamba na hata kujenga uwanja wa ndege binafsi. Pablo alijijenga kwa kusaidia maskini, akatoa nyumba, shule, akatoa hata kazi. Alitaka kuwa rais wa Colombia, lakini serikali ilikataa. Na hapo ndipo Escobar alipoanza mapigano. Pablo alikuwa na fedha nyingi hadi baadhi zilioza akiwa amezificha mashambani, lakini alihifadhi pia silaha nzito na watu wa kumlinda. Hakukubali kushindwa. Akiwa gerezani alikojijengea gereza lake la kifahari, bado aliendelea kuongoza Cartel. Mnamo mwaka 1993, baada ya miaka ya vita, wapelelezi wakamfuata kupitia simu ambayo alipigwa kwa wanawe. Alifuatwa, akauawa juu ya paa. Picha ya mwili wake ikiwa kwenye damu ilizunguka dunia, lakini wengine walisema aliijua dunia kuliko serikali yenyewe. Zipi hasa ni siri kubwa ambazo wengi hawafahamu kuhusiana na Pablo? Huenda unafahamu, lakini jinsi unavyofahamu sio kama wengi wanavyoweka wazi kupitia mitandao ya kijamii, wanavyoweka wazi kupitia vyombo vya habari, ama walivyowahi kuweka wazi wakati ambao mambo haya yalikuwa yakitokea. Lakini leo na kujuza kwa kina zaidi. Hizi ni siri ambazo watu wengi sana hawazifahamu kuhusu Pablo. Pablo alitumia zaidi ya dola za Kimarekani 2500 kila mwezi kwa rabas za kufunga fedha. Pablo alijificha zaidi ya miaka 2 na mkewe na watoto msituni. Pablo alipoteza zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 1.5 kila mwaka kwa panya kula pesa zake. Alishawahi kutoa ofa
ya kulipa madeni yote ya Colombia. Je, tunajifunza nini hasa kupitia Pablo Escobar? Nguvu isiyokuwa na mipaka huishia katika upweke, huishia katika hofu, huishia katika kaburi. Huyu alikuwa tajiri kupita rais, lakini alikufa bila hata jeneza lake binafsi. Umeisikia makala ya Simba wa Kivuli kupitia Sifari Trends? Hadithi kama hizi hazisahauliki milele. Hadithi kama hizi zinaishi kama alama ya kihistoria. Endelea kufuatilia kila wiki kwa visa vya kweli, visa visivyo vya kawaida, visa ambavyo wengi huvieleza, lakini jinsi wanavyoeleza si kama tujuavyo. Na ndiyo maana tunakuja kuweka wazi mengi msiyoyajua ama usiyoyajua kupitia Trend History ya Sifari Trends. Mimi ni Sifari. Hadi wakati mwingine.